Za kimichezo nipo na Ticha JB 64. Simba wapewa siku 3 na wazee wa Yanga kwenda kuomba msamaha. Walichokifanya pale Jangwani si kitendo cha ustaarabu kwa mujibu wa wazee wa Yanga, wawatangazia vita. Nikasema nimtafute Ticha JB 64 kuzungumza hili. Mambo vipi JB? Bwana fresh kabisa. Mambo yanasonga? Mambo yanasonga. Bila shaka yoyote. Bila shaka yoyote, mambo ya kubambam. Naona leo uko Stars. Tuko kwa Stars. Tuko kwa Stars. Manake kuna watu wanavaa vibaragashia wanataka kutisha watu. Sasa na sisi tunavaa vibaragashia. Vita viumane. Mepewa siku 3 mkaombe msamaha. Wazee wa Yanga wachafukwa kwenye kile mlichokifanya Jangwani kuchimba dawa. Unajua, ngoja nikwambie kitu. Unajua hizi Simba na Yanga sasa hivi zimeingiliwa. Sawa, Simba na Yanga zimeingiliwa, lakini Simba na Yanga uko nyuma, utani wa jadi ilikuwa ni kitu cha kawaida kwao. Yaani Simba na Yanga kutaniana ni vitu vya kawaida sana. Umeelewa? Yaani tangu huko nyuma, sawa, watu wanataniana, wanafanya nini kwenye kusaidiana, watu wanasaidiana, wanafanya nini. Lakini sasa hivi hawa vijana wa sasa wanaojiita wazee. Sasa mtu una miaka 52, wewe una uzee gani? Inawezekana mtu sura imekunjana, ni shida za kimaisha, lakini unapozungumzia wazee, kuna wazee wenyewe wa Simba na wazee wenyewe wa Yanga. Lakini hawa sasa hivi hawa, hasa mtu kama Magoma anajiita mzee wa Yanga, Magoma. Umeelewa? Wewe ni mtu alika tu. Wazee kuanzia miaka 70 kwenda huko anatafuta 80 huko. Hao ndo wazee. Wameshuhudia hata matofali pale yanapangwa vipi. Kina mzee Kilomoni, kina Hassan Dalali, kina Ngozoma Matunda, kina mzee Binda, hao ndo walikuwa wazee wa Yanga. Lakini huku tuliko sasa hivi huku ni watu tu kutokana na hali ya maisha ilivyo, mtu anajiita na kavaa kibaragashia, kakitoboa toboa kibovu anajiita mzee. Yaani siku akitaka kuingia kwenye interview atafuta kanzu chafu au kishati kimechanika chanika na kibaragashia chake kibovu anavaa, anajiita mzee, anatisha watu. Hiyo biashara imepitwa na wakati. Alafu watu sasa hivi hawategemei uchawi. Sasa hivi kuna haki za misingi ya kisheria. Umeelewa? Hawajapendezeshwa na kile mlichofanya pale kwenda kuchimba dawa. DB, maana wengine wanasema kujisaidia haja kubwa, mwingine wala anasema kujisaidia haja ndogo. Wazee hawajafurahishwa na hicho. Wamehitaji muende mkaombe radhi pale. Kwenda kuchimba dawa, sawa bwana. Pale ni Jangwani. Umeelewa? Pale ni wapi? Pale ni Jangwani. Wangeingia mle klabuni kwao mle au kwenye ule uwanja wao hapo, sawa. Watu wameteremka kule chini. Umeelewa? Na kule kuna mifereji ya maji machafu. Watu wameenda kukojoa kwenye mfereji wa maji machafu. Ule wa Broadis unaopita unaelekea Muhimbili. Si umeelewa? Sasa unaelekea unaenda kuungana na mto Msimbazi, Salenda Bridge. Unaenda Salenda Bridge. Kwa hiyo watu hawakufanya nini? Hawakufanya vitu kama hivi. Umeelewa? Na ukitaka, yani hicho anachokitaka maana yake tustaniane sasa. Wazee wa Yanga tustaniane. Yaani Simba na Yanga sasa hivi utani wa jadi haupo, umekufa. Ule ni utani wa jadi. Unakasirika nini sasa? Wao hawajafurahishwa. Umeelewa? Hata Simba hawajafurahishwa, lakini kwa sababu utani wa jadi sisi tumeacha mambo mengi, mbona washafanya? Mwaka jana sio wametupa machupa ya mikojo pale. Mpaka mengine ameingia kwa Rampad Electronics mle ndani. Wametupa machupa ya mikojo. Misimu yote hii mitano wanapita Msimbazi. Wanasimama wanafanya mambo yao pale. Hakuna mtu anawazuia. Hakuna. Umeelewa? Huo ndo maana halisi ya utani wa jadi. Sasa sisi tumeenda Malai, wao inawauma. Malai ndio maana tukawaambia msitutendee, tutawatendea. Mliwaambia kabisa. Hichi mnachokifanya hizi comes around goes around. Si umeelewa? Si umeelewa? Wao unachokifanya wenzao nao watakuja watafanya nini? Watakuja watalipiza. Sasa malipizi siku zote huwa yanauma. Wao wamefanya miaka mingapi? Si miaka 5. Mpaka jana hii hapa mwaka wa 5. Simba kafanya Malai. Tayari wanafanya wanaumia. Umeelewa? Sasa kama wanaumia wachomoe. Wakiumia wachomoe. Unamwambiaje? Bado. Sababu yule mzee amesema atakwenda kuwaroga. Wewe JB wewe unawaambia. Hakuna mtu anayeogopa uchawi. Umeelewa? Kwani wewe utamloga mwenzio afe? Wewe utabaki hapo. Pua zote zimeangalia chini hizi. Unamloga nani? Mungu akitaka jambo lake liwe litakuwa. Ukiniloga, Mungu akipenda utalipata wewe uchawi wako. Umeelewa? Afu nguvu ya umma ilogwi.
Sawa? Kwa hiyo yeye huo uchana utaka kufanya akafanye. Kama yeye ana akili timamu uloge uongozi wa Yanga wajenge uwanja pale. Si tumeenda hivi, kwa mfano angekuwa amezungusha mabati uwanja umeanza kujengwa pale, Simba angeenda kukojoa hapa? Sisi tunawainikiza viongozi wao wajenge huo uwanja waliwaongopea. Sio wanaonyesha uwanja kwenye laptop. Wajenge sasa uwanja. Wakiacha vile vile sisi tutaendelea kukojoa ngao ya hisani, tunaenda tena kule kukojoa. Ngao ya hisani tukichukua tena paredi tunaenda kule. Tunaenda kuchimba dawa. Ile si njia. Unajua, ngoja nikwambie kitu. Wao wanatakiwa walaumu wazee wao. Hivi kwa mfano klabu ya Yanga ingekuwa huku mitaa Kongo, mtaa Msimbazi huku wapi Posta, kuna mtu angeenda kukojoa? Wewe unaweza ukakojoa pale mtaa Msimbazi? Wazee wetu si walikuwa na akili timamu. Walivyoambiwa na serikali chagueni sehemu gani mtaka klabu yenu, wazee wetu wakaenda Msimbazi. Mtaa Msimbazi. Mpo tayari kwenda kuomba radhi? Lakini wazee wao wameenda kuchagua Jangwani, polini. Sasa fikiria pale sasa hivi polini watu wanapata sehemu ya kukojoa. Hivi kipindi hicho wakati wanakaa pale miaka ya 60 na kulikuwa kukoje pale? Si umeelewa? Maana yake wazee wao hawakuwa na fikra za kuangalia mbali. Wazee wa Simba ni wasomi, wameangalia mbali. Ndio maana wakachagua mtaa Msimbazi. Mpo tayari kwenda kuomba msamaha kwa nani? Amombe radhi bwana wewe. Utani wa jadi kuna kuomba na radhi? Mpo tayari kwenda kuomba? Hakuna utani wa jadi, akitaka hivyo utani wa jadi ufe. Yaani ule ndio utani wa jadi. Si umeelewa? Hakuna cha msamaha. Utani wa jadi watu wanaomba na msamaha. Ule ndio utani wa jadi. Simba na Yanga utani wao ndio ule. Watu wataniana mpaka bungeni huko. Wabunge wanataniana huko. Umeelewa? Utani wa jadi ndio ule. Wewe mzee unamwambiaje? Yeye asubiriwa, kama watachukua ubingwa nao waje ukojua Msimbazi. Kama wanaweza. Sababu amempa masharti magumu sana kwamba lolote linaweza likatokea. Litokee. Umeelewa? Litokee. Lakini hakuna mtu atakayeomba radhi, ule ni utani wa jadi na utaendelea utani wa jadi. Tukichukua ngao ya hisani tukiwapiga tena, tunakwenda kule. Tunakwenda kuchimba dawa. Alafu kuchimba dawa ina maana nyingi. Umeelewa? Inawezekana watu tumeenda kutafuta dawa zao walizokuwa wanatambia wanachukulia ubingwa. Watu wanachimba dawa kule, watu wameenda chochote kile sisi tunaenda ukifanya kule sporini bwana. Mashabiki wa Yanga wanatembea na mafuta hivi sasa. Nani? Wanatembea na mafuta ya nazi. Mashabiki wa Yanga Afrika. Ya nini? Ukiuliza nini wanasema si wamezoea kwenda kukoga. Ngoja nikwambie, sikiliza. Unajua mwanadamu yoyote sawa, lazima anakwenda haja, si ndio? Wewe sasa hivi usipoenda haja siku 3 tu hapa lazima utaenda hospitali, si ndio?